Hello guys, habari zenu, mambo vipi? Nimerejea tena leo nikiwa na mada moja nzuri sana, na mada ambayo nimekuwa nikipata maswali mengi sana kutoka kwa watu wengi. Mada ya leo njia zinazoweza kuongeza uwezekano wa kupata mapacha. Hili ni swali ambalo nimekuwa nikiulizwa na watu wengi sana na nimekuwa nikiwajibu, lakini nikaona haitoshi kwa sababu maswali yamekuwa ni mengi, kwa kila mtu anataka kujua. Watu wamekuwa na matamanio hasa ya kujua namna ya kupata mapacha na hawaelewi, hawana elimu juu ya mapacha. Sasa leo kaa na mimi, nataka nikuelekeze njia muhimu au njia zinazoweza kuongeza uwezekano wa kupata mapacha, lakini pia kuna baadhi ya vyakula ambavyo vinaweza kusaidia kuongeza nafasi ya kupata mapacha. Sasa iko hivi, tunapoongelea mapacha tuna aina mbili za mapacha. Mapacha wa kwanza tunasema ni identical twins, sawa? Hawa ni mapacha wa kufanana. Hawa wanatokeaje? Hawa mapacha wa kufanana ni pale ambapo mwanamke anatoa yai moja, hiyo yai moja linarutubishwa. Sasa hili yai la mwanamke likikutana na mbegu ya kiume, sawa, zikishakutana lile yai linarutubishwa, baadaye linakuja linagawanyika. Likishagawanyika linatoa mapacha wanaofanana. Lakini mapacha wa aina ya pili ni wale tunasema ni fraternal twins au mapacha wasiofanana. Sasa hawa inakuwaje? Hawa ni mwanamke anatoa mayai mawili, sawa? Mayai mawili yanarutubishwa tofauti. Katika haya mayai mawili, kila yai mbegu ya kiume itakuja itarutubisha na lingine itarutubisha, basi itatungwa mimba, na hawa mapacha wakitokea watakuwa mapacha wasiofanana. Sasa kwa hawa mapacha wasiofanana ni rahisi kupata uwezekano wa kuongeza namna ya kuwapata, au kwa kutumia baadhi ya vyakula unaweza ukaongeza uwezekano wa namna ya kuwapata, tofauti na wale ambao tunasema ni identical twins. Sasa twende pamoja, nataka nikupe njia 4 ambazo zinaweza kuongeza uwezekano wa kupata watoto mapacha. Njia ya kwanza ni historia ya familia, tunasema family history. Kama upande wa mama kuna mapacha, kwa hiyo nafasi kubwa ya mwanamke kupata mapacha inakuwa inaongezeka, sawa? Hiyo tunasema ni family history. Njia ya pili ni umri, sawa? Tunasema miaka kuanzia 30 mpaka 40, wanawake wenye umri mkubwa wanakuwa wanaongeza chansi au uwezekano mkubwa zaidi wa kuzalisha mayai zaidi ya moja au wa kurutubisha mayai zaidi ya moja. Kwa hiyo uwezekano wa kupata mapacha nao unaongezeka. Njia ya tatu ni kuzaa mara nyingi, yani kushika mimba mara nyingi au kuzaa mara nyingi, lakini pia hii inakuwa na nafasi kubwa ya kupata watoto mapacha. Kabla sijakwambia njia ya 4, kama kawaida tupo kwenye kampeni ya kufikisha subscriber 2000. Tumeshavuka 1000 na washukuru wale wote ambao wamesubscribe. Kwa hiyo tunasonga mbele. Hakikisha una subscribe, una join hii channel ya Afya Leo TV, tunakwenda pamoja. Sasa njia ya 4 ambayo inaongeza uwezekano ni matibabu ya uzazi. Tunasema hapa kwenye matibabu ya uzazi tunasema kuna dawa ambazo zinatolewa zinaweza zikaongeza uzalishaji wa mayai, sawa? Au tunasema ovulation induction, yani una induce ovulation, sawa? Yanaongeza uwezekano wa kuzalisha wa kurutubisha mayai. Au kuna njia zingine zinaitwa IVF. Sasa hii ni kupandikiza tunasema viini tete, sawa? Kupandikiza viini tete zaidi ya kimoja kwa mwanamke, na hizi njia huwa zinafanyika hospitali kwa uangalizi wa daktari. Sasa twende tuangalie vyakula ambavyo vinaweza kusaidia, sawa? Kusaidia au kuongeza nafasi kidogo. Sasa kwenye vyakula hapa sio kwamba na kuhakikishia kwamba vyakula vinaweza kuhakikishia 100% kupata mapacha. Hapana, ni kuongeza kwa kiasi kidogo uwezekano wa kufanya
wa kupata mapacha. Chakula cha kwanza ni viazi vikuu au tunaita yams, sawa. Hii huongeza ovulation. Katika tafiti nyingi zimefanywa kwamba maeneo yale ambao wanatumia sana viazi vikuu huwa wanakuwa na chansi kubwa sana ya kupata mapacha. Kwa hiyo viazi vikuu. Lakini chakula cha aina ya pili ni maziwa pamoja na product zake kama mtindi, G-beans, sawa. Hii huongeza homoni zinazochochea ovulation. Kwa hiyo zina virutubisho muhimu sana ambavyo vinaongeza zile vinachochea uzalishaji wa hormones ambazo zinasaidia katika ovulation. Lakini chakula cha pili ni protini. Tunasema protini nyingi. Wanawake wanaotumia sana protini nyingi, sawa, kama samaki, mayai, nyama, maharage. Tunasema hivi vyakula huwa vinasaidia afya ya uzazi kwa ujumla. Sasa lakini hivi tafiti nyingi zimefanywa na zimehakikisha kwamba wanawake au maeneo yale ambao wanatumia sana vyakula vyenye protini nyingi kama samaki, mayai na nyama na maharage, basi wana chansi kubwa ya kupata kupata mapacha. Kwa upande wa vyakula tena, chakula kingine ni mboga za majani. Mboga za majani kama spinach, sukuma wiki na kadhalika. Hizi tunasema huwa zina virutubisho muhimu, zina folic acid za kutosha, sawa, ambazo ni muhimu kwa mama mjamzito, hizi folic acid. Lakini pia mboga za majani, sawa, na mboga zingine zinazofanana na hizo, tunasema pia huwa zina vitamini B9 au B9 ambazo pia ni muhimu sana. Mfano mzuri pia wa vyakula kama hivyo vingine, ukiachana mboga za majani, kuna maparachichi pia, nayo ni muhimu sana. Sasa nimekupa hivyo vyakula, kama narudia tena, kwa wale watumiaji wakubwa wa vyakula wanaongeza chansi, sawa, chansi kidogo, nafasi kidogo ya kupata mapacha, lakini sio kwamba ndo vyakula vinakupa uwezekano wa 100% wa kupata wa kupata mapacha. Ushauri wangu ni kwamba kwa mtu ambaye anatamani kupata mapacha, cha kwanza ahakikishe afya ya uzazi iko safi. Cha pili, ahakikishe anatumia lishe bora. Cha tatu, ahakikishe anawasiliana na daktari mara kwa mara kupata ushauri juu ya mambo ya uzazi, lakini pia kama anataka kuongeza chansi au kupata watoto mapacha. Nashukuru kwa kunisikiliza. Next time nitakuwa na kipindi ambacho nitakieleza pia kwa ukaribu, sababu ni maswali mengi nimekuwa nikipata, kinahusu njia 7 za kupata mtoto wa kike. Watu wengi wanatamani kupata mtoto wa kike. Usisahau kunifollow na kusubscribe kwenye mitandao yangu yote ya kijamii, TikTok, Instagram, Facebook, lakini pia hapa Salia, ili uwe pamoja nami. Tukutane next time.